kuendelea magereza. Nilipofika pale, wafungwa wote wakaitwa waje. Pale ndipo nikaanza kuambia, ninyi ndugu zangu, Mwokozi Yesu anawapenda, yuko tayari kuondoa vifungo. Mkimwamini leo, yeye atawasaidia. Nilipomaliza kusema nao, nikauliza, nani yuko tayari kumpa Yesu maisha yake ili aweze kumuweka huru? Kisha nikauliza, nani yuko tayari kumpa Yesu maisha yake? Ndipo mama mmoja alianguka chini, akalia kwa uchungu akisema, uruhusu nitoke hapa, uruhusu Mwokozi wangu, uruhusu nitoke hapa, uruhusu nitakutumikia wewe tu. Ninadharauliwa, ninajiona sifai kwa watu. Leo ninakuomba, rejesha heshima maishani mwangu. Uruhusu nitoke hapa, uruhusu Mwokozi wangu, uruhusu nitoke hapa, uruhusu nitakutumikia wewe tu. Nataka nizungumze na wewe unayenisikia, unayenitazamayo. Sijui ni kifungo gani kinachokutesa katika maisha yako. Yawezekana kifungo chako ni maisha yamekuwa magumu. Yawezekana kifungo chako ni magonjwa yanayokutesa. Yawezekana kifungo chako umeshindwa kuiacha dhambi. Leo mwite Yesu, leo mwamini Yesu, anaweza kukusaidia. Mwite, mwite, mwite Yesu, mwite Emmanuel, mwite Yesu, mwite wewe Baba, Yesu anakusikia. Hata kama wanakudharau Yesu, wewe mwite Yesu, anaweza kukusaidia. Usiogope, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, anakusikia.